hiyo meno, mgongo, kiuno na kubana kifua. Namba 2, kuumwa tumbo chini ya kitovu kwa wakina mama. Namba 3, moyo kwenda mbio na kushtuka bila sababu. Namba 4, kushika moto mwili hasa miguu pamoja na ganzi na maumivu makali. Namba 5, kizunguzungu, kuota unalishwa nyama au unalishwa chakula. Namba 6, kuumwa tumbo sana wakina mama wakati wa hedhi pamoja na kutoa damu nyingi mno au damu chache kabisa. Namba 7, wakina mama kupata maumivu sana ya tendo la ndoa na kukosa hamu ya tendo hilo na kulichukia. Namba 8, kutembea vitu mwilini, kichwani, mgongoni, tumboni. Namba 9, kutingishika bila sababu na kutetemeka pamoja na kulia bila sababu, ikiwemo hasira sana. Namba 10, kuhisi uzito wa mwili kama umebeba mzigo mzito. Namba 11, chuki ndani ya ndoa, kutamani kuacha au kuachwa bila sababu za msingi na kushindwa kudhibiti hasira kali ulizokuwa nazo mpaka unajichukia kwa ajili ya maamuzi unayoyachukua. Nambari 12, maneno machafu kwa mwenza na punde tu majuto. Unampa maneno mabovu mkeo mpaka unasema hii ndo anaitaka kweli? Au unampa maneno mabaya mumeo, wewe mwenyewe unasema sijui kama sitoachwa. Hii hali ni majini. Namba 13, kufunga hedhi bila ya ujauzito na kutokupata ujauzito bila sababu za msingi. Kuna watu kila leo wanamaliza zituo za hospitali, mume yuko sawa, mke yuko sawa, lakini uterus imekaliwa na mashetani, hawapati mtoto. Nambari 14, kuota ujauzito, unazaa, unanyonyesha, unabeba watoto. Huyu ni jini mahaba. Ukiota ujauzito una mimba kweli ya jini. Ukiota umezaa ushamzalia kweli watoto. Ukiona unanyonyesha tayari unamlelea watoto. Ukiona unawabeba watoto washakuwa. Na tunao binadamu kiroho wana watoto wa majini mpaka 10 mpaka 100. Sasa ukishakuwa mama wa watoto wa majini, kuachika si rahisi. Na hiyo ndoa ilifungwa juu kwa juu. Na binadamu hasa mwanamke akiingiliwa mara 10 tu na jini, anapoteza hisia na binadamu. Ndio unakuta kuna baadhi ya wanawake anakwambia mimi hata mwaka. Na ndio unashangaa mbona mke wangu haniulizi? Na ukitaka hicho kitendo ugomvi. Kama wewe unatoka na maroli unamtuhumu wewe, kuna sehemu unamaliza mambo. Uwezekani uwe hivi hivi. Wewe unaona mimi ni dada yako mimi. Ukamlaumu, ukashindwa kutembelea vituo kama hivi vya walimu ambao Mwenyezi Mungu katuleta kama tunu katika jamii kuondosha matatizo ya giza kama haya. Huu ni ufalme wa Allah. Hujui, ndio maana ndoa yako ilivunjika na hutaki kuelewa. Maana kuna watu hawaamini uwepo wa majini na shari zao. Hisi amini tu. Hata sisi Uswahili uliokuwa nao nasi tunao. Nasi tuna mapozi kama yako, lakini tumeelewa. Kikosa elimu we ni mtumwa wa kila jambo. Kwa hiyo haya mambo yapo. Tupe jina unalolitaka. Tunaganga njaa, watu wenyewe wanatibu majini. Bwana, haya mambo yapo. Na ndio maana tumekaa kuyashughulikia, kwa sababu yapo kweli na watu wanaumwa kweli, nasi tunapata fadhila.
tunafaidika kwa kuwatibia watu mashetani. Na mashetani nao ni wajanja, huamini kama wamekuvamia mpaka upoteze kila kitu. Ushapoteza ndoa, ushapoteza mke, ushapoteza mali, ndo unaanza kukumbuka shuka kumekucha. Nilikuwa siamini vitu, ona gari yangu imeungua moto, sasa ndo ushakuja huna kitu tena. Utakuwa kwanza moja mpaka lini? Zinduka bwana. Uchawi upo bwana. Wewe unajiona uko smart hapa Tanzania, watu wako Marekani wazungu na ni wanga. Watu watengeneza ndege na ni wachawi na wanamiliki majini. Yule Lucifer Freemason si jini lile. Wasanii wote wanaliabudia kama lipo kweli. Kwa hiyo uchawi upo. Wajerumani wanaroga hatari, wachawi wanaroga hatari, wazungu usiseme, Wahindi usiseme. Mimi wakijaga watu wa sampuli hiyo kuchomoa vitu vyao kama wamepigwa huko, si mchezo. Si mchezo. Siku moja alikuja Mwarabu mmoja kutoka mamlaka, Sheikh. Alikuja na kesi nzito. Anasema nataka unifanyie sihiri ya kufarikisha na kuua, al-qatl bis-sala. Akasema shughuli. Nikamfanyia targhibu kidogo. Anasema nataka unionyeshe babu al-farqa. Anasema nini? Wal-bughd wa-talaqa. Aliniambia maneno mazito. Nataka utie chuki. Huyo mwenye mke wake uwagombanishe, akiingia ndani akimkuta mume amuone nguruwe naye amuone nyani, akiingia atoke, akitoka aingie. Kaambia bwana nitakufanyia Qur'ani. Shuka hada yakra Qur'ani, eti anasoma Qur'ani ndio tiba. Hajui tiba huyu. Akaambia Qur'ani tumeiacha Saudia, acha mambo yako haya. Qur'ani si tumeiacha Saudia. Tataka mambo yale ya ndumba kama unayo nikae. Anikamwambia hapa hamna mambo hayo. Wewe nenda tu. Sasa mtu ametoka Saudia Mwanga, wewe mbongo mweusi eti uamini kuna uchawi, wewe vipi? Na mwenzio kashuka na ndege kafuata wachawi, wewe vipi? Waqala Firaunu tuni bikulli sahirin alim.